kudhani umeomba, kumbe hujaomba. Kwa maombi yako hayakuwa na breakthrough, hayakuwa na mpenyo. Nisikilize, tunaomba unisamehe. Wakati mwingine kuna mambo mengine ambayo umeyaombea muda mrefu na hayajapata majibu. Tunaomba nikuambie hivi, Mungu anatafuta hiki kitu hapa. Sikia, Mungu anatafuta kukufanyia maandalizi. Sikia, kwa sababu Mungu anaona moyo wako haujaandaliwa. Kweli umeomba Mungu akupe mali, unaomba sana, unakesha, unafunga, unafanya, unataka Mungu akupe hela nyingi. Unataka Mungu akupe hela nyingi, mpaka umeweka nadhiri, Mungu utakaponipa nitasaidia wenye shida, nitafanya, lakini bado Mungu akupi. Kwa nini Mungu hajafanya? Kuna mambo mengine ambayo umeyaombea kwa muda mrefu, kuanzia 25 kurudi nyuma, hayajapata majibu. Ni kwa sababu pengine Mungu hajakufanyia maandalizi. Huna maandalizi. Mungu anaona. Akikupatia mtapotezana. Naomba nikuhakikishie, Mungu anakupenda wewe kuliko maisha yako. Narudia, Mungu anakupenda wewe pro, anakupenda kuliko maisha yako. Hajalishi sana vile unateseka duniani, anakupenda zaidi. Hataki kukupoteza. Anaona ni afadhali mwili wako utaabike, lakini asipoteze nafsi yako. Kwa kuna mambo mengine umeomba kwa muda mrefu, Mungu hajajibu. Naomba pandisha viwango. Inawezekana ni kwa sababu Mungu anaona huna maandalizi, hujaandaliwa. Moyo wako hauna uwezo wa kumiliki hela na ukaendelea kumcha Mungu, huwezi. Mungu anaona una ile shida ambayo Waswahili wanasema pata hela tujue tabia yako. Kuna vimbegu viko ndani yako ambavyo hata wewe mwenyewe hujui kama vipo. Anaviona. Anaona akikupa hela vile vimbegu vitaota na wewe utaharibika. Kuna watu walikuwa wanakunywa pombe, walivyopata hela wameanza kuwa walevi. Kwa nini? Vimbegu vya ulevi ilikuwepo, tatizo ilikuwa ni umaskini. Kuna watu ambao wala hawakuwa na hela, walikuwa wametulia kwenye ndoa zao, wamepata hela, wamekuwa na michepuko kibao, wamekuwa malaya, wamekuwa makahaba. Kwa nini? Tatizo ile mbegu ilikuwepo, lakini haikuweza kufanya kazi kwa sababu ya umaskini. Kwa Mungu anataka ubadilike. Mungu anataka amua kwenda mbele zake. Kama kuna mambo umemuomba Mungu kwa muda mrefu hujapata majibu yake, 2026 just go before the Lord. Yes, bow down before his throne and speak to him. Argue together with him. Yesu asifiwe. Pandisha viwango vyako. Nenda mbele za Mungu. Tafuta muda wako. Kama ni siku 1, 2, 3, wiki, kaa mbele zake, muulize, Baba, what's wrong? Kuna shida gani baba yangu? Muulize. Maana atakueleza. Si kama kuna mtu anaelewa hii Kiswahili. Pandisha viwango vyako. Kuna mambo mengine imeshindikana kupata majibu. Hata ungefunga, Mungu hatakupa kama moyo wako haujaandaliwa. Mungu anaangalia. Yesu na atusaidie. Hawezi kukubali kukupoteza kwa namna yoyote. Anaona afadhali unaomba gari, anaona afadhali utembee kwa miguu. Atakupa hela za kununua viatu, lakini gari hakupi. Maana anajua akikupa gari ndio itakuwa sehemu ya kukaa na wadada humo. Anajua ndio itakuwa sehemu ya kuwatukania wengine humo na kuwaita maskini. Yesu atusaidie sana. Jamani, Yesu asaidie sana. Wewe nataka uelewe, na Mungu anapokupa kumbuka. Ndio maana kuambia nenda mbele za Mungu, tafuta muda wako. Nenda mbele za Mungu, jidhabihu, tafuta muda wako. Jamani, ni gharama. Tafuta, amua kuwa mtu mwingine. Inawezekanaje? Amua kwenda mbele za Mungu. Amua. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Acha kuomba tu ili mradi